Bado tuko fresh sana, tunazidi kusonga mbele na sasa nikukaribisha tena katika episode inayofuata, na hii hapa sasa ni sehemu ya 5. Mashine wanaita Kalpia Rasi na Mr. Burudani, toto la chuga chugani. Mambo yanazidi kwa mubashara. Hebu tuende sambamba zaidi, episode ya 5 ndio hii hapa sasa. Tunazidi kuchanja mbuga, tunazidi kuacha vumbi sheli. Mambo ni safi, mambo ni bulbul. Lakini pia tupo sambamba na wadau wengi wakali wanaozidi kutuwezesha zaidi, wanazidi kutupa support kubwa zaidi. Tupo na Look the Great Entertainment kutoka pale Mwanza. Lakini pia tupo sambamba zaidi na ndugu yetu kipenzi wanamuita Mr. Rajabu Video Center kutoka pale Kahama, pamoja na wakali wengi wakali. Kalpia Rasi majeraha la moyo kutoka Home by the Family, episode ya 5 ndo hii hapa. Tunasonga mbele zaidi. Tunazia hapa sasa katika episode safi ya 5 katika picha unaita Kalpia Rasi. Binti anafika nyumbani, anakuta ndani hakuna umeme. Luku imekata ndugu yangu. Alafu ndo hivyo ni majira ya usiku. Basi bibi akaamua kufanya jitihada zaidi, akaamua kuongeza akili zaidi. Akaamua kuweza kuwasha mshumaa kwa ajili ya kuweza kupata mwanga, angalau basi hata ka usingizi kaje. So unajua tena. Basi binti kawasha kama mshumaa kake, kafunga mlango vizuri, akatega sehemu angalau apate hata kamwanga, basi ajifanyie usafi na mambo mengine baadaye, ili basi mambo yote yaweze kuwa barabara. Ndo maisha ambayo binti anayaishi. Wazazi wake ndo hivyo wameshakwisha kupoteza maisha. Mjini hapa anaishi mwenyewe. Ndo hivyo wametoka katika pilika kazi, mishemishe za kila siku. Nyumbani ndo hivyo tena, umeme nako hakuna. Kwa anapiga zake mkate wake safi na maji yake safi kwa ajili ya kuweza kumbonji. Maisha ambayo anaishi na magumu kweli mtoto huyu wa kike. Maskini ya Mungu, afanye nini sasa? Ndo hivyo. Wazazi hawapo. Anapambana mwenyewe. Sasa tuje katika upande wa pili huku, katika hoteli ambayo amefikia Mzimziba. Alikuwa ndo anarejea. Ghafla kuna taxi moja inafika hapo. Firet anarejea, hashangaa. Firet, abi? Hey brother. Brother yake amefika. Azade Sultan yine yapmış ya. Anasema bila shaka utakuwa umetumwa na mama. Anasema bila shaka. Oh brother. Geç abi. Karibu sana, alimkaribisha ndani. Brother yake amekuja ese. Hoş geldin. Anasema nimefurahi sana kukuona. Ben sana söyleyeyim, bu kadar yolu boşuna nimekuja kwa ndege. Nafikiri kesho asubuhi nitakuwa na ratiba ya kurejea Antakya. Etmişsinizdir herhalde. Anasema nimekuja kuchukua kwa ajili ya harusi. Maandalizi yameendelea, kila kitu kimeshakaa vizuri. Nimekuja kwa ajili ya wewe kukuchukua kupeleka kwa ajili ya harusi. Söyleyeyim. Ambapo nataka nikwambie nini? Yarım kesin. Nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba azimio langu mimi sipo tayari kwenda. Ne diyorsun lan? Brother, anasema unasema nini wewe? Ne senin bu tavrın? Unazungumza nini? Senin bu tavrın ne söyle? Unazungumza nini? Abi bak başım. Anasema brother, Lütfen. hilo ndilo. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hilo ndilo amuzi langu. Böyle. Siwezi kubadilisha. Kwambie tafadhali, nyumbani wanakusubiri. Ben Baba amenituma na mama amenituma pia. Wanakusubiri kwa ajili ya ndoa. ben kimle konuşuyorum Ferit? Unazungumza nini Fred? Diyorum anne. Azade Sultan. Unataka mama yako achanganyikiwe? Ben de bu iş... Anasema brother, nimesema hivi. Mimi sipo tayari kurudi kwa ajili ya kwenda kuoa yule mwanamke. Kwa nini? Anladın? Nini kilichopelekea? Ulan sizin Miezi 6 yote nyuma huko uje kukataa, leo si imebaki siku moja tu nakataa. düğün mü iptal olacak? Unataka harusi ifutwe? Ne lan abi? Nakuuliza. Bak. Brother, Ne diyorum, yüzmeyeyim. sitaki kukosea heshima wala sitaki kukuudhi. Gelme be abi. Nataka nikwambie kitu kimoja, ndio hicho. Mimi ni mtu mzima na nimeamua kukusema hivyo. Veremedin ne? Senin bu havaların ne? Hivi unazungumza nini wewe mwanaharamu? Sio hapa, zungumza kitu kinachoeleweka. Unasema unamwacha mwanamke kirahisi tu, imebaki siku moja ufunge ndoa, unasema ndoa iahirishwe. Kwa nini kusema miezi 6 iliyopita? Aliyoyaona ni mengi. Ferit. Brother alitamani ajue. Oğlum bak yapma. Naomba tafadhali usifanye hivyo Fred. Saçma sapan konuş. Usiongee tena kitu kama hicho. Usiseme hivyo tena juu ya Hande. Hande seni aldattı. Vipi, Hande amekukosea nini? Oğlum yapmaz siz. Hebu niambie. Nipo brother yako hapa.
Tabii. Niambie. Anasema brother, nimeona kwa macho yangu. Nasıl? Ferit. Umeona nini? Sema. Kendi gözüm Anasema kwa macho yangu mwenyewe aldattı. nimeshuhudia akinisaliti. O yüzden bitti benim için. Amenisaliti. Nami nasema kwamba sipo tayari kumuoa tena. Ben şimdi Maamuzi yangu ndo hayo. gidip evleneyim mi? Siwezi kumuoa Hande tena. Amenisaliti, kwa macho yangu mwenyewe nimeona. O benim böyle Siwezi kukubali kumuoa mwanamke ambaye amenisaliti. darbe aldım ki Kila alichonifanyia mimi iyi değil. siwezi kukitoa moyoni mwangu. Amenisaliti. Brother alimkumbatia namna hii. Kumbe dogo anakataa harusi kwa sababu. Ambia ni sawa brother. Abi Ndugu yako niko hapa. Nipo karibu yako. Asante. Sasa kwa mama huku. Hajalala, baba mwenyewe hajalala mpaka sasa. Vipi? Uyumak mı Hebu njoo ulale bwana, nasema mimi sisikii hata usingizi. olabilseydim. Na wasiwasi sana juu ya mwanangu. Baba anamuita mama lale. Lakini mama ana wasiwasi sana juu ya mwanae. Neyin var Azade? Kwani unakuwa hivyo lakini mke wangu? Shida yako iko wapi? Nini shida? Oğullarım Anasema watoto wetu Adnan. ve babaları Watoto wetu wote hawapo. hissediyorum. Sinani hayupo. Kuruyor. Freti hayupo. Wote wamekwenda Istanbul. Ortada yok. Freti amekwenda. Olduğuna ve Kwa sasa tunafanyaje? Ana- Freti ni mtu mzima, anne babası değil. sio mtoto tena. Asema hata kama sio mtoto tena. Lakini kumbuka tumeshakwisha kuandaa mazingira kwa yeye kuoa. Şu konakta Sasa sherehe za ndoa inakuwaje? Aibu gani tunakwenda kuileta katika familia? bile başkalarının hayatına Aibu kubwa hii. Hande'ninkine Lazima tujali maisha ya Hande na familia yake pia. Nereden çıkartıyor Kwa sasa tufanyeje? hayatın? Mtoto ndio hivyo ameshakwisha kuondoka. Geçtiğini biliyor. Tunafanya nini? Hayır bilmiyorsun. Hakuna cha kufanya. Tusubiri kama Mwenyezi Mungu atamrejesha. Basi tumshukuru Mungu. Hande'yi ben de seviyorum. Na kama alikuwa anampenda kweli Hande, kwa nini ameamua kuondoka? Ben- Lazima kutakuwa kuna kitu kimetokea kati yao wawili. Tamam. Anaanza sikiliza, Hande ni mwanamke ambaye anajiheshimu. Ni mwanamke ambaye anajitambua. Sidhani kama atakuwa ameweza kumfanyia kitu chochote. Lazima tu huyu mtoto wetu ndo atakuwa amefanya makosa. Mama anamtetea sana Hande kwa sababu anampenda Hande. Hajui ya kwamba Hande ndo alisababisha mambo yote hayo. benim yerimde başka Anasema mimi nitasimama upande wa Hande kila siku kwa sababu Hande, tabia alizonazo Hande ndizo tabia nilizonazo mimi. Binti mcheshi, mpole, mwenye busara da böyle biri işte. na mwenye kila sifa ya kuwa mke wa mtu. Mutluluk getir. Anasema lakini humjui tabia zake, hujui mienendo yake. Kwa nini unamtetea kiasi hicho? Sen mutsuz musun? Kwa unataka kuniambia kwamba ni mtu mbaya? Bir kere olsun düşün. Sio kwamba ni mtu mbaya, Gerçekten ne? lakini Çocuk hujiulizi kwa nini mtoto wako ameondoka kwa hasira. Günden beri onları Hebu acha kufikiria mambo ya kipuuzi bwana. ondan başka hiçbir şey düşün. Sawa, ni upuuzi, lakini fikiria kwa nini mtoto wako ameondoka kwa hasira Nini? akatupa na suti. Lazima kuna kitu amefanyiwa. Kim abi? Sasa huku katika upande wa pili, brother anajitahidi kuzungumza na mdogo wake. Anambia sikiliza Fred, Boşver. ni kweli imeshakwisha kutokea, hilo limetokea, lakini sasa ni vizuri ukaenda nyumbani. Ni kweli ni kosa la Hande, lakini nenda nyumbani ukawaeleze wazazi sasa kwamba hutaki. Konuşmasını istemiyorum. Kaambia tafadhali, sitaki kabisa, nitakuja nyumbani kwa muda wangu. Ferit ben kimse miyim kardeşim? Fred, mimi ni kaka yako, si ndio? Ndio. Ne yapayım Mimi si kaka yako, sio? değil mi? Ben gerekirse onları rezil ederim. Hivi unaonaje mimi kaka yako nikakudharau? Anladın? İnsan ne Utajisikia vibaya. Kimse. Sasa na mimi sitaki unidharau. Tafadhali fanya maamuzi. yakışmaz. O da yakışmaz. Doğru. Twende nyumbani, kazungumze na mama, mwambie kwamba uhitaji kuoana na Hande. Yine devam et. Umwambie kwamba harusi hakuna. Kafayı yiyeceğim ben ya. Kwa sababu unavyoendelea kukaa huku mama anazidi kuchanganyikiwa. O abi. Kosa ni lake ndio. Unapaswa kwenda kusema. Annem. Anasema brother, Oğlum sen deli misin? siende. Akamwambia umechanganyikiwa. Kadın hiçbir şey veriyor. Umechanganyikiwa, unataka kumua mama yako na pressure. O çizmedi mi bizim hayatımızı? Anasema Çocuk nafikiri atakuwa ameshakwisha kutambua kosa ni la Hande. aşık olacak Ingekuwa kosa ni la kwangu, mimi ningeonekana na makosa, lakini abi.
Mpaka hapa mimi kuondoka nyumbani tayari inaonyesha kwamba makosa yapo kwa nani. O ayırmadı mı seni? Nafikiri mtu mzima atakuwa ameshakwisha kujiongeza. Oğlum tamam. Yani dedi. Ni kweli unachokisema. De ne abi? Mimi sina maamuzi mengine. Nitabaki hapa. Azar Nitakuja siku emin ki Ferit harusi inafanyika. Hiyo siku harusi inafanyika abi nitakuja. her zaman gibi o. Kwa hiyo nenda nyumbani tu uambie bwana mimi siji leo. Sirudi leo. Mimi nitakuja siku hiyo ya harusi. Nitakuja na surprise moja kabambe kabisa. Yaani bonge moja la surprise. Senin hayatın Unanisikia? biz bize çizileni yaşıyoruz. Kwa hiyo nafikiri ndio hivyo. Wewe unaweza kwenda moja kwa moja. Baba Mimi nitakuja. ben bundan sonra kendi hayatımı yaşayacağım. Na nikueleze kitu kimoja. Kwanza sasa mimi nitaishi maisha yangu binafsi. Sitaki kupangiwa. Haya. Sasa ndo hivyo. Biri seni üzdüyse boş ver gitsin. Jamaa ndo hivyo ameamua kuishi maisha yake mwenyewe. Sasa Taki. asubuhi nyingine alikuwa yupo sehemu amesimama anatafakari na anawaza jinsi gani binti Asi alivyo. Ni binti moja bomba mwenye nidhamu, mcheshi, alikuwa akimkumbuka. Sasa bibi Asi kapitana ka usingizi nugongo mpaka sasa hivi bado alikuwa amelala. Ghafla akaamshwa na alamu ya mlango. Basi akaenda kumoja kwa moja kuweza kufungua mlango. Chungulia na shanga. Mungu wangu. Kwa amevaa kiasi sarasara kama moja apigilie jacket. Ujiweka fit kalkite zaidi. Afungua na shanga. Jamaa. Habari za asubuhi? Hayırdır? Kuna nini tena jamani? Mbona asubuhi na mapema hivi? Kusura bak. Samahani. Nimekuja mapema sana lakini Sana bir teklifim var. kuna jambo moja nilikuwa nataka nikwambie. Pendekezo moja. Bu saatte. Pendekezo gani? La biashara. Şu bana anlattığın hayalin var ya. Ulikuwa na ndoto ya kufungua mgahawa, si ndio? Erteleme hayali. Sasa nataka nikuwezeshe. Huo mgahawa unaofungua Sana nikuwezeshe pesa, nikupe pesa ufungue mgahawa mkubwa zaidi. hemen Sio ufungue mgahawa kinyonge. Anlayamadım. Sikuelewi. Bana bu parayı ver. Hiyo pesa unanipa ili iweje? benimle bir düğüne geleceksin. Anasema nataka uambatane na mimi. Tuende kwenye harusi. Ama bizim düğünümüz. Lakini hiyo harusi ni harusi yetu. Mimi na wewe. Benimle evleneceksin. Je, upo tayari nikuoe? Merak etme. Nikuoe ndoa bandia? Tufunge ndoa bandia? Nikulipe pesa kwa ajili ya kufungua mgahawa? Kama unasema nini? Asema ndio. Nataka ndoa ya mkataba miezi 6, ndoa bandia. Mimi na wewe. Alafu baada ya hapo nitakulipa pesa kwa kufungue mgahawa. Ndio umechanganyikiwa eh? Duran şey Mimi siongeagi na machizi asubuhi na mapema, usije ukaniharibia siku yangu. Potea hapa bwana. da Sijahitaji pesa zako wala sihitaji chochote chako. Umenisikia? Beni yanlış. Lakini si nimekuomba tafadhali. Ben sadece Nielewe. neyi yanlış? Nimesema sitaki. Patronum Sitaki kusikia habari za mandoa ya bandia hapa. paramla biri satın alabileceğini mi? Katafuta wanawake wengine, sio mimi. ya hiç öyle. Lakini nimekuomba tafadhali. Nahitaji ndoa bandia, nataka unisaidie kusolve jambo moja tu, miezi 6 na kulipa pesa ambayo itakusaidia wewe kufungua mgahawa wako. Mimi nimekwambia sitaki na wala sitaki kusikia. Var mı diye. Masuala kuoana mandoa bandia sitaki. Hadi be. Başka kapıyı. Unanichukuliaje wewe? Hadi. Potea. İzah edeyim. Fungua basi. Nimekwambia potea, sitaki. Kafunga na mlango. Jamaa amekuja anahitaji kufunga ndoa ya bandia na bibie. Aha. Amlipe pesa kufungua mgahawa. Binti ana ndoto ya kufungua mgahawa. Lakini sasa ndio hivyo. Ana ndoto ya kufungua mgahawa lakini sasa ana pesa. Ameajiriwa. Sasa katika upande wa pili bibi Hande alikuwa akijaribu mavazi ya harusi. Mashallah. Umependeza. Umependeza sana. Sus kız duyacaklar şimdi. Handeciğim, Hande, güzel oldun. hakika unaonekana mrembo. Tamam. Umependeza sana. Çok güzel, çok zarif, Yaani umekaa kifahari kweli kweli. çok şanslı. Hakika Firete hata akikuona katika mavazi kama haya lazima afurahie. Mashallah. Eksik. Kila kitu kipo vizuri. Hande anazidi kusifiwa. Kapendeza kweli kweli. Mavazi ya harusi anayojaribisha. Lakini ndo hivyo mume huko ndugu yangu kashabadilisha mawazi. Hataki kabisa kusikia habari ya ndoa. Kwa sababu amemfumania. Okay. Basi binti katoka pale. Kachukua simu. Kapiga katika upande wa pili. Ferit'le konuş. Akana anazungumza na Firete. Kampigia Firete simu. Kaçmayacaksın sandım. Ambia vipi mume wangu? Mbona upokee simu? Uko wapi? Biz de işte
Anasema mimi na mama hapa tupo tunajaribu mavazi ya harusi. Nguo zote zinaonekana ni nzuri sana. Vipi, utakuja lini? Geleceğim. Ama bizim... Anasema nataka nikwambie kitu kimoja, hakutakuwa na harusi Ande. Elewa hivyo. Usiwe mpuuzi, usiwe mjinga. Yapacaksın, her şey çözülecek. Unasema nini? O ne olur. De anlamıyor. Sema nakwambia hivi, hakuna harusi. Mimi siwezi kukuoa tena. Bize Ferit Bey... Aliyekudanganya kwamba mimi nakuja kukuoa amekudanganya vikubwa. Sipo tayari kukuoa tena. Ölümdür. Unanisikia? Kaa mbali na mimi. Sihitaji chochote kwako na sitokuoa. Peki sevgilim, sen nasıl istersen. Anasema sawa mpenzi, hakuna shida. Seviyorum. Wewe njoo bwana, mimi nakupenda sana, karibu. Akaamua kupotezea, kapewa makavu, lakini mwisho wa siku akaamua kupotezea ili familia ione ya kwamba maelewano ni mazuri. Akaamua kupotezea namna hiyo ya kwamba bwana njoo, mimi nakupenda, lakini anajua alichoelezwa. Jamaa akamchana live ya kwamba asitegemee ndoa. Karudi kwenye familia kama vile hamna chochote. Sasa Firet anasema na biashara kidogo anamalizia huko Istanbul. Nafikiri atarudi baada ya muda mfupi. Çok iyi. Oh, vizuri sana. Diğerini de deneyelim. Basi jaribu vazi lingine. Haya, ndo hivyo. Sasa katika upande wa pili, bibie alirejea kulala. Sasa kalala hapa. Shanga mlango unagongwa. Mlango unagongwa. Kamfukuza mzee mzima muda si mrefu hapa. Ghafla sikia alarm na mlango unagongwa tena kwa mara nyingine. Anayegonga mlango ni nani hatujajua bado. Lakini yote na yote ni episodi ya 5 katika picha safi makini. Waleta Yaras kutoka Home with the Family sambamba na Mr. Burudani, toto la chuga chugani. Jeraha la moyo linazidi kusonga mbele zaidi, linazidi kubamba. Karibu tena kwa mara nyingine katika episodi inayofuata. Na sasa tunakwenda katika episodi safi ya 6. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya 5, sehemu ya 6 inafuata. Karibu tena, twende sambamba zaidi katika mashine safi. Hii hapa sasa ni episodi ya 5.